mamlaka ya kiroho. Kuna mamlaka nyingi, msisitizo wetu ni mamlaka ya kiroho. Mamlaka ya kiroho itendayo kazi ndani yako. Lengo la somo, lengo la kwanza mpaka tukifika mwisho, utambue kuwa hukuletwa duniani kuishi kiholela, bali unapaswa uishi sawasawa na mamlaka itendayo kazi ndani yako. Hujawahi kuishi kiholela, unatakiwa uishi sawasawa na mamlaka itendayo kazi ndani yako. Na lengo la pili, ujue mbinu zitakazokusaidia kuimarisha hiyo mamlaka ya kiroho iliyo ndani yako. Mamlaka inapaswa kuimarisha. Najua kwa wasomaji wa Biblia mnazijua mamlaka ambazo tumepewa na Mungu. Kuna mamlaka juu ya magonjwa, pepo wabaya, wakuu wa giza. Hiyo ni mamlaka tuliyopewa. Tuna mamlaka ya kufunga na kufungua chochote duniani, na ukifunga na kufungua na mbinguni natendeka hivyo. Tuna mamlaka tuliyopewa ya kuomba neno lolote kwa Mungu, ni mamlaka tuliyopewa. Tuna mamlaka ya kulitumia jina na damu ya Yesu Kristo. Sio kila mtu anaweza kutumia ili jina na damu ya Yesu, ni wale waliopewa mamlaka ambao ni wewe na mimi. Tuna mamlaka ya kuwafungia watu dhambi au kuwaondolea watu dhambi. Hizo ni mamlaka, ziko nyingi, nimekupa mfano. Sasa mimi ninapozungumzia somo la leo, sitakwenda kuziangalia hizi aina za mamlaka tulizo nazo. Tunataka kuzungumzia kiujumla wake mamlaka inayotenda kazi ndani yako, yaani zikiwepo hizi, namna ya kuziimarisha ili ziendelee kuwa na nguvu ya kiutendaji ndani yako. Na haya ninayapata kwenye kitabu, mstari unaotuongoza unaosababisha tuwe na hili somo ni ile Marko 11 mstari wa 28. Ni habari ambayo Yesu akiwa hekaluni, wazee na makuhani na waandishi, wakuu wa makuhani, wazee na waandishi wakamfuata Yesu. Na walipomfuata Yesu wakamuuliza swali hili hapa. Walipomuuliza hili swali, na hili swali lilikuja kutokana na lile tendo ambalo Yesu alikuwa amelifanya hapo awali. Walikuwa akienda Bethsaida, akafika akauona mkuyu, akatamani kula matunda yake, lakini hakukuta matunda. Yesu akaulaani. Kesho yake wanapita na wanafunzi wake, wanakuta ule mkuyu umekauka. Kuna mazungumzo alizungumza na wanafunzi wake. Ile habari ya mkuyu ilienea kwa watu wote. Sasa Yesu anaingia hekaluni. Swali ambalo liliwasumbua wale wakuu wa makuhani na wazee na waandishi lilikuwa ni hili, Marko 11:28. Wakamwambia, ni kwa mamlaka gani unatenda mambo haya? Naye ni nani aliyekupa mamlaka hii uyatende haya? Hapa ni maswali mawili. Ni kwa mamlaka gani unatenda mambo haya? Hili swali la kwanza walimaanisha aina gani ya mamlaka ulionayo inayokupa kufanya vitu hivi? Aina gani ya mamlaka? Nimekutajia aina ya mamlaka tulizo nazo. Ni sawa na wewe swali unaulizwa, unafanya hivi vitu, ni aina gani ya mamlaka ulionayo mpaka unafanya hivi vitu? Swali la pili walilomuuliza, nani aliyekupa hayo mamlaka? Haya maswali japokuwa wao walienda kwa lengo la kumkejeli Yesu, kwa lengo la kutafuta kwamba Yesu wambane wapi wapate kumsulubisha. Wao lilikuwa ni lengo lao. Lakini mimi ni swali na tamani ambalo Roho Mtakatifu alileta kwangu. Tujifunze mimi na wewe, unavyoishi, unavyofanya vitu vyako vyote, unafanya kwa mamlaka ipi? Ndoa yako inaendeshwa kwa mamlaka ipi? Biashara yako unaiendesha kwa mamlaka ipi? Aina gani ya mamlaka? Na hiyo mamlaka umeitoa wapi? Swala sio aina tu ya mamlaka, umetoa wapi mamlaka? Chochote unachokifanya mwanafunzi, unafaulu shule kwa mamlaka ipi? Aina gani ya mamlaka inayokusaidia? Na hiyo mamlaka umeitoa wapi? Unajua, unaweza kusema ni mamlaka ya Yesu Kristo. Hawakukosea. Hawa watu
mamlaka. Uwe umeokoka, uwe hujaokoka, lazima kuna mamlaka inayokuendesha, inayokupelekea wewe kufanya hilo jambo. Na shida iliyopo sasa hivi, kuna watu wameokoka lakini wana mamlaka nyingine zinazoendesha maisha yao. Ni rahisi kunijibu kuniambia ni Yesu anayeendesha maisha yako. Mamlaka ya Yesu ndio inaendesha maisha yako, sawa. Lakini shida iliyopo katika kipindi hiki cha nyakati za mwisho, Biblia inasema ya kwamba nyakati za mwisho upendo wa wengi utapoa na watu wengi watazikataa nguvu za Mungu. Kasome Timotheo, watazikataa. Wanajiita wataua, wacha Mungu, wameokoka lakini wanazikataa nguvu za Mungu. Wanakataa mamlaka ya Mungu lakini wameokoka. Yeye ndio mshuhuda. Yaani akanifuata akaniambia, mwalimu, nina shida. Shida yangu ni mume wangu nahisi ana mchepuko. Tena sio mmoja, ni nyingi. Na nimethibitisha kwa dalili hizi nilizoziona ana mchepuko. Sasa katika kuongea naye ni mkali. Nimeona njia rahisi. Kuna mtu ameniambia kuna mganga fulani nipa tu dawa, nikimpa tu aoge na kula kwisha atatulia. Sasa mwalimu, unaniambiaje? Nazungumzia mamlaka. Ameokoka kiongozi. Kila jambo linafanyika kwa mamlaka. Hata ndoa inaongozwa kwa mamlaka. Chochote kile kinaongozwa kwa mamlaka. Na hakuna mamlaka mbili tu, ya Mungu na ya shetani. Uwezo kaniambia mimi natumia elimu yangu. Hata elimu yako inahitaji nguvu ya ulimwengu wa roho, ya shetani au ya Mungu. Sasa fikiria huyu anaokoka, alafu ananiuliza swali kama hili. Maana yake kwa nini ananiuliza swali? Alifika mahali mamlaka ya Yesu kwenye ndoa yake aliona haifanyi kazi. Akaona bora akatafute nguvu na mamlaka nyingine imsaidie kwenye ndoa. Sikiliza, siongei kitu cha kubuni, naongea kitu cha mtu aliyeokoka. Kuna watu mmeokoka, lakini inapofika swala la kazi zenu mnatumia mamlaka nyingine. Inapofika swala la biashara zenu mnatumia mamlaka nyingine. Mnafika mambo ya afya zenu mnatumia mamlaka nyingine. Sikiliza, kuna mawili upate, ndio swali liloulizwa Yesu. Walimwambia hivi, huyu anatoa pepo kwa mkuu wa mapepo Beelzebuli. Kilikuwa tunawasumbua. Anatoa pepo kwa mkuu wa mapepo Beelzebuli. Lakini kilichowashangaza, iweje mti umenyauka? Huyo Beelzebuli hana uwezo wa kukausha mti. Hana uwezo wa kukausha mti. Ndicho kilichowasumbua. Wakaenda kumuuliza Yesu, ni kwa mamlaka gani unafanya mambo haya? Ni swali ambalo ninalileta kwako. Maisha yako unayaendesha kwa mamlaka ipi? Kila unachokifanya unakifanya kwa mamlaka ipi? Na hiyo mamlaka umeitoa wapi? Kwa sababu lazima hiyo mamlaka utoe kwa mtu, utoe kwenye nguvu fulani. Mamlaka inatolewa na mtu aliye juu. Mamlaka inatolewa na mtu aliye juu yako wewe. Sasa wewe umeona yupi aliye juu yako ndio amekupa mamlaka ya kufanya mambo haya? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo nataka ya kabla tujafika kule. Kumbuka somo letu, kuimarisha mamlaka inayotenda kazi ndani yako. Tunaimarisha mamlaka, hujichagulia, unapewa. Sasa ukishapewa lazima uimarishe. Kabla sijaenda kwenye mbinu za kukufanya uimarishe mamlaka, najua ninazungumza na wale ambao mamlaka yao wameitoa kwa Mungu, kwa sababu umeokoka huko hapa, mamlaka umeitoa kwa Mungu, sio kwa shetani. Sasa naomba nikupe vitu viwili. Cha kwanza, kuna tofauti kati ya nguvu ya kiroho na mamlaka ya kiroho. Sisi nikazungumzia mamlaka, watu wanatazama mtazamo mwingine. Kuna tofauti kati ya nguvu za kiroho na mamlaka ya kiroho. Na ipata hii kwenye Luka sura ya 9 mstari wa 1. Iko tofauti. Unaweza ukawa na nguvu lakini usiwe na mamlaka. Na unaweza ukawa na mamlaka lakini ukakosa nguvu ya kuitumikia hiyo mamlaka ulionayo. Nasoma ile Luka sura ya 9 mstari wa 1. Yesu anawatuma thenashara. Sikia anachosema. Akawaita wale thenashara, akawapa uwezo na mamlaka
juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Kuna vitu viwili vimetajwa, uwezo na mamlaka. Vitu viwili tofauti. Kwa nini Yesu asiseme akawapa nguvu? Kwa nini asiwape nguvu tu? Kwa nini awape nguvu na mamlaka? Sio kwamba Roho Mtakatifu alipoandika mstari alikuwa amekosa maneno au aliamua tu kutanua mstari uwe mpana. Kuna tofauti kati ya uwezo na mamlaka. Na unapookoka unapewa uwezo na unapewa na mamlaka. Sasa uwezo ni nini? Uwezo ni nguvu. Ulimwengu wa roho ni nguvu inayokuwezesha kufanya jambo litokee katika ulimwengu wa roho. Ni nguvu inayokuwezesha. Uwezo ni nguvu au nguvu ni uwezo. Haya maneno yanaenda kibishana na kibadilishana. Nguvu za kiroho ni uwezo ulio ndani yako unaokuwezesha kulifanya jambo likatokea katika ulimwengu wa roho. Unalitoa jambo ulimwengu wa roho linatokea ulimwengu wa mwili. Huo ndio uwezo ambao Yesu aliwapa uwezo. Au uwezo au nguvu ni nguvu. Uwezo ni nguvu inayokuwezesha kulibadilisha jambo. Ni nguvu inayokuwezesha kulibadilisha jambo. Nguvu ya kiroho maana yake ni nini? Ni nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Na ipata kwenye Matendo ya Mitume 1:8. Anasema nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu sio nguvu, ila ndani ya Roho Mtakatifu iko nguvu. Narudia, Roho Mtakatifu sio nguvu, ila ndani ya Roho Mtakatifu iko nguvu. Roho Mtakatifu kwa lugha ya kawaida nikiwaambia kifurushi mtaelewa. Roho Mtakatifu ni kifurushi ambacho ndani yake iko nguvu pia. Ni kifurushi cha Mungu. Samani sina maana kwamba namdharau, natumia lugha ambayo wewe utaelewa. Nikisema kifurushi mnajua, ukienda kwenye simu inategemea unataka matumizi gani ya kwenye simu yako. Unanunua muda wa maongezi, unataka nini? Kama unataka kuongea sana unatafuta kifurushi chenye muda mwingi wa kuongea. Kama unataka data sana unatafuta kifurushi chenye data nyingi. Kama unataka message nyingi unatafuta kifurushi. Ndivyo ilivyo, kila kifurushi kina masharti yake, kina vitu vyake ndani. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, Roho Mtakatifu mwenyewe ndani yake iko nguvu, lakini yeye mwenyewe sio nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume anasema akiisha kuajilia, kinachotangulia ni yeye kuja ndani yako. Akisha ingia ndani yako, anaanza kuachilia nguvu. Zile nguvu ndipo tunaposema fulani ana nguvu za kiroho, fulani ana nguvu ndani yake. Kikweli sio nguvu zako, ni nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zinatenda kazi ndani yako, zinafanya kazi ndani yako, kazi ambayo inabadilisha vitu vinatokea katika ulimwengu wa mwili. Vile vya rohoni vinatokea ulimwengu wa mwili, au hata vya mwilini vinabadilishwa vinakuwa vingine. Vinabadilishwa kwa sababu ya ile nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo pale tunasema fulani ana nguvu ya rohoni. Na nguvu au uwezo, nguvu za kiroho huwa una tabia ya kuziona, kuzisikia, kujijua kwamba sasa nina nguvu au nimepungukiwa nguvu. Hiyo unaijua. Unaijuaje? Si unamkumbuka Yesu kwenye ile Luka 8:46. Anasema kuna mtu amenigusa, maana nguvu zimenitoka. Nguvu za kiroho zina uwezo wa kuingia ndani yako na kutoka. Sio maana Roho Mtakatifu ametoka, hapana. Roho Mtakatifu yupo, zinakutoka, zinaenda kufanya kitu au zinajaa tena ndani yako. Unajijua kabisa kwamba sasa nina nguvu au sina nguvu. Unajua. Amen. Inategemea una uhusiano gani na Roho Mtakatifu. Na atakwambia kwamba nguvu zako zimepungua, unahitaji kuchochea. Na nguvu za kiroho, sifa yake nyingine, utazijuaje? Wakati wa taabu. Wakati wa taabu tu ndio utajua una nguvu za kiroho au huna nguvu za kiroho. Shida ikikujia tu, utabaki na Yesu au unamwacha Yesu. Kama unabaki na Yesu, maana yake wewe nguvu zako za ndani ziko vizuri.
za Roho Mtakatifu ndani yangu zikoje. Unajipima kipindi cha shida, unajipima hata katika utendaji wa kila siku, unajijua kwamba hapa nguvu zimepungua ndani yako. Sasa ni tofauti na uwezo, ni tofauti na mamlaka. Samani, mamlaka ni nini? Mamlaka ni haki inayotolewa na Mungu ambayo inakupa kuzitumia, inakupa kibali, inakupa ruhusa ya kuzitumia zile nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Narudia, mamlaka ni nini? Ni kibali, ruhusa unayopewa kuitumia ile nguvu iliyo ndani yako, kuitumia ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Kibali cha kutumia. Mamlaka ni kutumia ile nguvu ya Mungu. Mamlaka maana yake umepewa kibali cha kutumia ile nguvu ya Mungu. Ngoja niwape mfano. Niye mnaoendesha vyombo vya usalama, vyombo vya usafiri wote. Ukikutana na mtu barabarani amevaa nguo nyeupe, afa kapiga hivi mkono, unafanya nini? Unasimama. Kwa nini unasimama? Kwa nini unasimama? Kwa nini mimi nikisimama nikakupiga tena na sali na wewe tena mwalimu nimefundisha Jumapili, kesho nikakupiga mkono, utasimama? Utasimama pembeni. Utanisogeza gari kunisikiliza nina shida gani? Lakini mwenye nguo nyeupe unasimama pale pale. Pengine nakwambia sogeza pembeni. Na wala wewe kumuuliza, unasubiri tena akuite. Kilichotofautisha ni nini? Yule ile vazi nyeupe linampa ruhusa ya kutumia nguvu ya upolisi alionayo, aliyosomea kukuamuru wewe usimama. Ana nguvu ya upolisi ndani yake. Asipovaa nguo nyeupe, akisimamisha hivi hamtasimama. Akivaa nguo nyeupe, akisimamisha hivi mnasimama. Ile nguo nyeupe inawakilisha mamlaka alionayo, kwamba hii nguo ndani yangu nina nguvu ya kukuamuru dereva ufanye jambo lolote. Ana nguvu, lakini mamlaka yake inaonekana kwenye ile nguo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Hilo mjenielewa. Ngoja tuende kwenye mfano wa ulimwengu wa roho. Namaanisha tofauti ya nguvu na mamlaka. Ukiweza kutofautisha hapa, nitakapokuambia imarisha mamlaka, utakuwa unanielewa. Ile Yohana Mtakatifu 1:12 inasemaje? Bali wote waliompokea aliwapa uwezo. Kuna neno uwezo pale. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hivi unapookoka, unapompokea Yesu, unapewa nguvu ya kufanyika mtoto wa Mungu. Unaorodheshwa kwenye orodha ya watoto wa Mungu. Unapoongozwa sala ya toba, unaorodheshwa kwamba Doris na wewe ni uko katika orodha ya watoto wangu. Kwa nini? Kwa sababu nimempokea Yesu Kristo. Lakini kuorodheshwa hainisaidii mimi kusonga mbele kama mtoto wa Mungu. Kuorodheshwa kwangu lazima nichukue mamlaka ya kufaidi vyote vilivyopo ndani ya baba yangu. Ninapochukua mamlaka ya kufaidi vitu vyote, maana yake nimechukua ile nguvu, nimeweka kwenye matendo. Nikiapa mfano mtaelewa. Sasa Tanzania si nisemeni, lakini kwa wenzetu hata Tanzania ipo wale ambao kidogo wametoka kwenye uchumi wa chini wa kugemea chakula tu, wale ambao benki zipo hela, uchumi wao ambao uko vizuri, wanaishi kwa maisha tunaita credit card. Sasa Kiswahili chake inaitwa nini? Kadi ya matumizi au Kiswahili sahihi? Nisaidie. Kuna kadi, mwanafamilia yoyote, kichwa cha familia kinaorodhesha kwamba huyu ni mtoto wangu, huyu ni mtoto wangu, huyu ni ndugu yangu, anastahili. Kwa ile kadi unaichukua, unaenda kwenye duka lolote, unadumbukiza, mahitaji yako yote wanakata kutoka kwenye ile kadi. Wanakata kwa nini? Uko kwenye orodha ya kutumia ile kadi. Kama amekuchukia, hakutaki, anaondoa kwenye orodha. Akishakuondoa ile kadi, ukienda kuichoma
wanakukatalia kwamba wewe ni wizi, hauna uhalali wa kutumia kadi. Sasa Yohana 1:12 tulichosoma, ulipookoka Mungu alikuwa anakuorodhesha. Unatakiwa upewe mamlaka ya kutumia kadi ya Mungu, mamlaka ya kuchukua vitu vyote vya Mungu, mamlaka ya kufaidi vitu vyote vya Mungu. Mamlaka hii unaipatia wapi? Unaipatia kwa Yesu Kristo, kwa sababu ndani ya Yesu Kristo ndipo tunarithi kitu, kila kitu. Anasema alifufua akamketisha mkono wa kuume, ameketi pamoja na sisi. Uko duniani lakini umeketi mbinguni. Kwa hiyo kama Yesu anachukua, na sisi tu warithi pamoja na Yesu. Yesu akichukua kitu chochote kwa Baba, na wewe unachukua ni cha kwako. Mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutoke huko. Ngoja nikupe mfano mwingine tofauti ya mamlaka na nguvu. Huu mtauelewa wote. Jamani, tukiwasha taa, nguvu ya umeme inatoka hapa. TANESCO wanapofufua, anayetumia umeme ni nani? TANESCO wewe. Unaweza ukatumia umeme wa TANESCO bila kujiungamanisha na TANESCO. Hatua ya kwanza lazima ukajiorodheshe wapi? TANESCO. Jamani, nina maombi na mimi mniletee umeme. TANESCO wanakuorodhesha, wanakupa nguvu. Ukishafunga uwaya, unapewa mamlaka ya kutumia umeme wao. Kwa hiyo nguvu ni ile kazi, uwezo unaofanya kazi ndani yako. Nguvu ni ule umeme unaowasha taa ndani yako. Mamlaka ni zile nyaya na ile batani yako unayobonyeza. Hiyo ndio mamlaka yako ulio nayo juu ya nguvu ya umeme wa TANESCO. Ndio maana umeme ukikatika, umwambii au mpaka kuna giza, ukimiliki kumwambia TANESCO, unakimbilia kuangalia kwa jirani, tatizo ni kwetu wote au peke yako. Ikiwa peke yako, ukimiliki kumwambia TANESCO, unaangalia kwanza main switch yako. Kwa nini? Mamlaka unayo. Shida iliyoingia kwenye mamlaka yako, kwa nini nguvu haitendi kazi ndani yako? Mmenielewa sasa? Amen. Tofauti ya mamlaka na nguvu. Umeme na ile batani yako unayobonyeza taa yake. Batani ndio mamlaka ya kutumia ule umeme. Usipobonyeza batani, ile nguvu ya umeme haitapita. Ipo, lakini umeme hautapita. Taa haitawaka, ile nguvu haitafanya kazi. Kwa hiyo nguvu za kiroho ni nguvu za Roho Mtakatifu. Mamlaka ni uwezo wa kuziruhusu nguvu. Cha pili, ukumbuke hivi vitu viwili, nguvu za kiroho na mamlaka zinafanya kazi pamoja. Nguvu ya kiroho na mamlaka inafanya kazi pamoja. Tunarudi kwenye ile Luka 9:1, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote la kuponya magonjwa. Akawapa uwezo na mamlaka. Pamoja na kwamba nguvu ndio inaofanya kitu kitokee au kibadilike, lakini mamlaka ndio inaosababisha ile nguvu itumike. Sasa kuna uhusiano. Huwezi ukasema mimi ninabaki na nguvu peke yake, utakosa kitu kinachosababisha nguvu ifanye kazi. Huwezi ukasema nina mamlaka, hiyo mamlaka haitafanya kazi kwa sababu haina nguvu. Kwa vyote vinategemeana. Unahitaji nguvu, unahitaji mamlaka. Ni sawa ukiwa na nguvu halafu una mamlaka. Ni sawa na maji yaliyokaa kwenye mtungi au kwenye ndoo. Watoto wa siku hizi kusema mtungi hawaelewi. Maji yaliyokaa kwenye ndoo yametulia, yale maji hayana madhara yoyote. Ukitaka ujue madhara ya maji, ni maji yanayotiririka ya mto au maji ya bahari au maji yote yenye mawimbi. Yale ndiyo yenye madhara. Kwa nini? Kwa sababu yana nguvu ya kubadilisha vitu na yana mamlaka ya kufanya vitu vitokee. Sasa wewe unapokuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, alafu mamlaka yako ni ndogo, mamlaka yako iko chini, ile nguvu haiwezi kufanya kazi. Una nguvu ya kiroho, alafu huna mamlaka ya kuiruhusu hiyo nguvu ifanye kazi, ni bure. Ile nguvu mwisho wa siku itatumia. Si kwamba Roho Mtakatifu anaondoka, hafanyi kazi. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumzia uhusiano wa mamlaka na nguvu. Mnakumbuka wana wa Sekawa kwenye Matendo ya Mitume 19? Wale watu
ndio wanaonyesha mfano mzuri wa hivi vitu jinsi vinavyofanya kazi pamoja. Nguvu na mamlaka ni sawa na injini na steering ya gari. Meli na ukubwa wake wote ule na injini yake yote ile kubwa, lakini ka steering kake ni kadogo sana. Unaweza ukajiona na mamlaka ndogo sana. Hiyo mamlaka ndogo na nguvu yako iliyokuwa ndani yako inaweza kufanya vitu vikubwa sana. Lakini ukiwa na nguvu afu una mamlaka, hamna kitu kinachofanyika. Injini ni nguvu, steering ni mamlaka. Kuna chombo kinaweza kikaenda mahali bila steering. Lakini ina steering afu una injini, kinaenda mahali hicho chombo. Hakuna gari inaenda na steering bila injini. Hakuna gari inaenda mahali na injini bila steering. Kwa hiyo mamlaka ndio ina steering yenyewe. Kata huku, nenda hivi, geuka hivi, ndio inaamrisha chombo. Ile steering ni mamlaka. Bila mamlaka, hata kama injini ni kubwa kiasi gani ya gari lako litapaki lilipo. Asante Yesu, kuna utolenyea. Amen. Hapo kwenye mamlaka na nilielewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa naweza nikavuka. Sasa niombe mfano wana wasekawa. Wana wasekawa, hawa watoto walikuwa watoto wa makuhani. Wakajaribu kukemea pepo kwa kumuiga Paulo. Wakasema tunakuamuru kwa jina la Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Mapepo alisemaje? Paulo tunamfahamu, Yesu tunamjua. Ninyi ni wakina nani? Kwa nini hapo wakawalalua wakawapiga? Wakawacha uchi. Kasome Matendo ya Mitume 19 mstari wa 11 mpaka 14 utaipata hii habari. Unafikiri kwa nini yale mapepo yaliwalalua? Kwa sababu hawa watu walikuwa ni watoto wa makuhani. Walikuwa wanakataa juu ya ufufuo wa Yesu Kristo. Walikuwa hawana imani juu ya Yesu Kristo kwamba amefufuka. Wao walikuwa na msimamo kwamba Yesu amekufa, hajafufuka. Walikuwa wanabisha. Maana yake ile mamlaka ya kutumia jina la Yesu haikuwepo ndani yao. Hata ile nguvu ya jina la Yesu Kristo ilikuwa ifanye kazi ndani yao. Ndio maana mapepo yakamwambia Paulo tunamjua, Paulo tunamfahamu, Yesu tunamjua.